Watu ambao kuna watu wanasemaga, yani mimi kama nilikuwa na jamaa wangu mmoja anasema, unajua mimi bana, mimi sina shida na mtu. Mimi siendagi kwa waganga. Naenda zangu tu mahali nakula bia zangu 2-3. Narudi zangu nyumbani nakaa na mke wangu, sijui niko busy na kazi zangu. Kuna story kama hizo na mimi naomba kuzisikia. Mtu anasema, unajua bana, mimi sina neno na mtu. Unajua hata ukimwambia habari za kuokoka anasema, unajua hata na mimi nimeokoka, unajua mimi sinaga neno na mtu. Naenda zangu mahali napata bia 2, bia 3. Nikikaa kitaalamu, sitaki vurugu na mtu, naenda zangu nyumbani. Yani ni kama anajisifu ni mtenda dhambi mstaarabu. Mwa kusikia watu aina hiyo na kwamba unajua mimi sina neno nawe na mtu kabisa. Naenda mahali na kula zangu bia 2, bia 3. Naenda zangu nyumbani, naenda zangu kazini kwangu. Mimi sinaga shida na mtu. Wewe unaweza ukasema hivyo una shida na mtu, lakini kuna mtu ambaye alikuwa ni zaidi yako. Kuna mtu kwenye Matendo ya Mitume anaitwa Kornelio. Kornelio yeye alikuwa halagi bia moja kama wewe. Yeye alikuwa anaombaga Mungu. Kila saa 9 anaenda anaomba Mungu. Alafu yeye hela ambao unakula bia moja, unakula na kitimoto yako, yeye alikuwa anawapa wahitaji, yani anawapa maskini. Huyu Kornelio pamoja na kwamba alikuwa anatenda mambo mazuri sana, lakini cha ajabu, pamoja na kuwa ni mtu mwema, mtu poa, lakini cha ajabu eti Mungu akamtuma malaika, akamwambia nenda mtume mtu Yafa, aende kwa mtu mmoja anaitwa Simon. Utamkuta mtu mmoja anaitwa Petro. Huyo Petro, Simon mtengeneza ngozi, utamkuta mtu anaitwa Petro. Huyo Petro umuite aje nyumbani kwako, akuambie ya kupasayo kuyatenda. Eti cha ajabu jamani, mtu mstaarabu, ni mtu poa, anatoa sadaka, hanywi pombe bia moja kama wewe. Anatoa sadaka zake kwa wahitaji, lakini eti bado Mungu anamtuma malaika, anamwambia nenda kamuite mtu mmoja aje akufundishe ya kupasayo kuyatenda. Cha ajabu Petro anakuja. Petro hamwambii wewe ni mtu mwema sana, unatoa sana. Petro akamwambia unamhitaji Yesu Kristo. Kuna mtu mmoja anaitwa Yesu, alikuja katika mwili, akafa, lakini siku ya 3 alifufuka. Watu walimtenda mambo mabaya, lakini alishinda kifo na kaburi. Yuko hai. Huyo ukimwamini anakupa msamaha wa dhambi. Yani kupitia damu yake iliyomwagika msalabani inakusafisha, unatakaswa. Unatoa sadaka, unafanya vizuri, unaomba kila siku, unafanya vizuri, lakini bado unamhitaji Yesu. Ndugu zangu, mimi nataka kukwambia bro, unaweza ukawa unaniambia bwana mdogo wangu, mimi sina shida na mtu na mimi nimeokoka. Kutoa unafanya vizuri, lakini nataka kukwambia unamhitaji Yesu brother. Unamhitaji Yesu rafiki yangu. Yani usijivune ukasema mimi sina shida nini, mimi nakulaga zangu bia 1 au 2 nini. Hivyo mimi sinaga kelele na mtu. Yani ni kama unajifanya wewe ni mtenda dhambi mstaarabu. Mimi nataka kukwambia hata kama ungekuwa huli bia 1, ungekuwa ufanye nini, lakini unahitaji damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ikusafishe, kwa sababu kila mwanadamu amezaliwa katika asili ya dhambi. Kwa hivyo unamhitaji Yesu Kristo aingie ndani ya moyo wako, akusafishe na akupe mwanzo mwema. Ubarikiwe sana kama umenielewa.